Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili ya wote mlioko mahali hapa. Zaidi ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mpako wa mafuta wake mtumishi Gideon na mama mtumishi. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya watendakazi wa Gideon Online TV. Mungu awalinde na kuwatunza. Zaidi ya yote namshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki ambacho Mungu anatupa nafasi kila siku ya Jumanne tufundishane neno lake. Karibuni sana sana wateule wa Bwana mlioko mbali mnaonisikiliza katika Gideon Online TV, nyie mlioko mahali hapa na ambao wako kwenye usafiri wao wanasikiliza kwenye simu zao, na wakaribisha sana. Karibuni, tutajifunza mengi ambayo Mungu ametaka tuyajue. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, ninasema ni asante kwa majira na saa kama hii Bwana. Ninakushukuru kwa neema na kibali ulichoachilia juu yangu. Ninakushukuru nikisema ni asante, maana Bwana imekupendeza wewe mimi kusimama tena mbele zako. Sio kwa uweza wangu wala sio kwa mamlaka yangu, bali ni huruma zako Mungu. Na wewe umenichagua tena mimi Bwana kwa sababu una kusudi nami. Nami nimekuja mbele zako Bwana, ninajishusha chini ya uvuli wa kiti chako. Naomba Bwana Roho Mtakatifu ainuliwe nami nishuke ili anifundishe njia ambayo inayonipasa kuenenda na kuyafundisha watu wakapate kuelewa. Baba, ninakushukuru. Majira yana saa hii ninaenda kinyume na nguvu zote za yule mwovu shetani. Ninaharibu kila falme na kila mamlaka. Ninakwenda kinyume na kazi za yule adui ambaye anasimama kwa ajili ya kufuatilia vipindi hivi na kuviharibu. Ninamtiisha kwa moto na kwa damu ya Yesu. Ninakamata kila falme na ufunga kwa minyororo na kwa pingu za chuma na usweta kuzimu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninasimamisha agano la damu ya Yesu. Utukufu wa Bwana ukapata kushuka mahali hapa. Watu wakawe na usikivu, wakaweze kusikia, na wale wanaofuatilia wakaweze kufungua chaneli yao ya Gideon Online TV, wasikilize kwa amani na upendo. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo letu kinasema kujinyenyekesha chini ya mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tunapoomba tujinyenyekeshe chini ya mkono wa Bwana. Tusiombe tu ili mradi tumeomba. Maana kuna maombi ya kusali kwa unyenyekevu na maombi ya kupaza sauti na maombi ya kutumia mamlaka. Sasa kuna mahali ambapo tunachanganya yote kwa pamoja. Tunaomba yote kwa pamoja kwa wakati mmoja. Hapo ni kwamba Mungu anakaa kwenye kiti cha enzi, anasema hawa watoto wanaomba au wanafanya nini? Maombi mengine anayaona ni kelele mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutakavyofuata utaratibu wa kuomba, tutakavyokuja kwa unyenyekevu, Mungu atasikia maombi yetu. Maombi ya unyenyekevu ni nini? Maombi ya unyenyekevu ni yale kumwomba Mungu toba, rehema na msamaha. Huwezi kuwa unaomba toba na rehema na msamaha ukapaza sauti, ukapayuka, ukafanya unavyojua. Hapana. Wewe umemkosea baba yako, unavyoenda kumwomba babako msamaha utaenda kwa unyenyekevu. Tena utaenda kwa uoga. Kwa hiyo ndivyo tunavyotakiwa tuende kwa baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kupaza sauti ni maombi ya kumshukuru Mungu na kumsifu kwa matendo yake makuu. Haya maombi unatakiwa sasa upaze sauti, ucheze, urukeruke, ufurahi kwa yale matendo Mungu aliyokutendea. Kwa zile kazi ambazo yamkini kuna ombi ulilomuomba akakujibu. Sasa utakuja mbele zake kwa kumsifu, kwa kucheza, kwa kufurahi na kumpazia sauti. Unamweleza yale aliyokupazia. Unamwambia, Baba ninakushukuru kwa mema mengi umenitendea. Nilikuwa naumwa, umeniponya. Hata ukipaza sauti ikifika wapi, Mungu atashangilia, atasema kumbe kuna ambaye nimemtendea na ananishukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu ni maombi ya kutumia mamlaka. Maombi ya kutumia mamlaka ni maombi ya kuangusha ufalme wa shetani na kuharibu na kuamuru aachilie chochote alichokuchukulia. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maombi ya kutamka kwa mamlaka.
na kumfosi shetani, unamgombeza shetani, unamfokea shetani. Lakini sisi tunajichanganya. Kuna maombi ambayo tunamwomba Mungu, tunaomba kwa kufoka, kwa kupiga kelele. Unamfokea Mungu na yeye ndo baba yako aliyekuleta hapa duniani. Tunatakiwa tumfokee shetani, tumkemee shetani, tumwambie shetani achia, shetani na kuamuru ondoka, shetani na kuamuru usifanye hivi, magonjwa haya yarudi kwako. Lakini Mungu sasa, tuende kwa unyenyekevu, tumwambie Mungu, leo tunakuja mbele zako, tunaomba maombi haya. Na tunapomwambia Mungu tunaomba maombi haya, atatusikia na atatufanyia. Tuangalie neno la Mungu kwenye Mathayo 6 mstari wa 5 mpaka wa 8. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele ya Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke na watu kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjaomba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kabla hujaomba, Baba yako wa mbinguni ameshajua unaomba nini. Unataka mtoto, ameshajua unataka mtoto. Unaombea huduma, ameshajua unaombea huduma. Kwa hiyo usimpayukie sana Mungu. Mwambie Mungu, nimekuja mbele zako, ninaileta hii huduma mbele zako. Ninaomba Bwana, chochote kilicho mbele ya hii huduma kinachosababisha na watu wasije, yani yale ambayo unaona kwenye huduma yamepungua, unamweleza kiutaratibu. Alafu sasa ukishamaliza kumweleza ile shida iliyokuleta, kwamba ni huduma ulikuwa unaombea au ni wewe mwenyewe binafsi au ulikuwa unaombea watoto wako, ukishamweleza Baba ni hivi na hivi na hivi, sasa ndio hapo sasa uanze kufanya nini? Kumsihi ili akupe kile ulichoomba. Lakini sisi tunabaki tunapayuka. Mungu anachanganyikiwa. Mungu anasema sasa nifanye lipi, niache lipi? Bwana Yesu asifiwe. Maana hapa nakwambia, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele ya Baba yako aliye sirini. Chumba cha ndani ni ndani ya moyo wako. Unajiuliza ndani ya moyo wako, haya maombi ninaomba kwa sababu gani? Haya maombi napeleka kwa Mungu kwa sababu gani? Ninaombea mtoto wangu amekuwa mlevi, ninaombea mtoto wangu labda haendi shule. Hapo unaangalia hili ombi nitamwambiaje Mungu? Nitaongeaje na baba yangu? Yule ni baba yako. Unaongea naye kwa staa, sio kuongea naye kwa kuropoka, sio kuongea naye kwa kupayuka. Kupaza sauti na kupayuka ni shetani, unamkemea, sio Mungu. Mungu ni wa upole, Mungu ni wa unyenyekevu. Na Mungu anataka tuende mbele zake tukijua tunamuomba nani. Ili ujibiwe maombi yako, jua unamuomba nani. Sijaona mtoto ambaye anaenda mbele ya babake kuomba labda fedha au kuomba ada ya shule, anaanza kumpayukia babake, anaanza kupaza sauti, kelele. Babake lazima atampiga. Kwa hiyo hatufanikiwi, hatujibiwi kwa sababu tunampigia Mungu kelele. Ananyamaza kimya, anaficha uso wake. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda ule mstari wa 8 au 7, anasema kwamba nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana hao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Hutakiwi kupeleka maneno mengi ambayo hayana msingi kwa Mungu. Mungu anasema leteni hoja za msingi. Wewe unapeleka maneno ambayo mengine hayapo, mengine hayahusiani na unachokiomba. Inakuwa ni kelele mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ulioko, unayenisikiliza, unayefuatilia kipindi hiki, uwe makini unavyomuomba Mungu. Unamuomba kwa sababu gani? Uwe makini na unayemuomba ni nani. Yule ni Baba wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi. Inatakiwa tumheshimu, tumuombe kwa unyenyekevu.
tuangalie watumishi wa Mungu waliomba kwa unyenyekevu na wakapata majibu yao. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami Wafalme wa Pili 4:33. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto, wote wawili wakamwomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba mtumishi wa Mungu alikuwa anapeleka maombi yake ya kumwombea mtoto. Alivyokuwa anamwombea yule mtoto wa yule Mshunami, alikuwa ameshakufa, lakini kutokana na imani aliyokuwa nayo yule mtumishi wa Mungu, akawa amemchukua yule mtoto mikononi mwa yule mwanamke, akaingia naye ndani. Hakutaka kwenda na mtu yoyote, hakutaka mtu wa kumpigia kelele, maana alijua Mungu wake ni Mungu wa utaratibu. Alijua Mungu wake ni Mungu ambaye anasikia kabla hujaomba. Akamchukua yule mtoto. Alivyomchukua yule mtoto, yeye Elisha akaenda akamlaza kitandani, akaanza kumwombea yule mtoto. Baadaye Mungu alivyosikia yale maombi ya Elisha, yule mtoto akarudiwa na uzima tena, akawa hai. Kwa hiyo alienda mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Alijua ni Mungu yupi anamuomba, na alijua Mungu anayemuomba huwa anajibu. Sasa mimi na wewe, Mungu tunayemuomba ni Mungu yupi? Tunampigia kelele? Tunampayukia? Tumuombe kwa unyenyekevu ili tupate tunachohitaji, ili tupate yale mahitaji ya muhimu ambayo tumeenda mbele zake kumuomba. Yule ni Baba yetu wa mbinguni, ameumba vyote ni vyake. Fedha, dhahabu ni mali yake. Chochote kile kilichopo duniani na mbinguni ni mali yake. Twende kwa unyenyekevu mbele za Bwana, tumuombe kwa unyenyekevu, tusipayuke payuke, tusimpigie kelele, maana Mungu amekaa kwenye kiti chake cha enzi, amekaa anasubiri mtumishi yupi ataleta hoja yake. Atajisikia vizuri sana endapo utaenda kwa unyenyekevu. Unaanza na toba, unaanza na rehema kwa unyenyekevu. Unarudi unaanza sasa kumpangia dua zako. Unapanga zile dua zako, unampelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Turudi tena kwenye hii Wafalme wa Pili 20, sura ya 20, sura ya kwanza mpaka ya 6. Wafalme wa Pili 20. Bwana Yesu asifiwe. Tuone tena mtumishi ambaye alimuomba Mungu na Mungu akasikia yale maombi yake. Ingelikuwa mimi na wewe tungeanza kupayuka na kulia, lakini huyu alitii alichoambiwa. Fungua nami usome sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami
nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona ni Hezekia. Wewe na mimi ukija ukiambiwa labda kuna mtu amesema atakufanyia jambo, unapaza sauti, unapiga kelele. Unasikia ya kwamba labda umetolewa unabii. Unabii unaotolewa ni Mungu amesema na mtumishi wako, akakupa ule unabii. Wewe badili ya kukaa, kugeuka, ugeukie ukutani kama Hezekia alivyogeukia ukutani. Ulie na Mungu kama Hezekia alivyolilia ukutani, anamlilia Mungu pale ukutani. Hakupayuka, hakuongea, hakufanya nini, akamlingana Mungu. Mimi na wewe tungeanza kwenda kupayuka mitaani. Nimeambiwa hivi, mtumishi kaniambia hivi, kaniambia lazima nitakufa, lazima biashara yangu itakufa, lazima hiki kitakuwa hivi. Mtu wa Mungu, hutaweza kujibiwa maombi yako tena, wala hutaletewa tena unabii. Mungu atakuacha. Atasema huna siri, wala wewe sio mnyenyekevu. Lakini ukiwa mnyenyekevu, umeletewa taarifa ya kwamba kuna ajali itakupata, alafu wewe ukageukia ukutani, ukamwambia Mungu, tazama ninavyokuabudu katika madhabahu ya mlima Moria. Kushukuru, ninasema ni asante kwa kuwa Bwana umetupa neema na kibali hiki cha kusogea mbele zako. Tunasema ni asante kwa kuwa Bwana, sio kwa uweza wetu wala sio kwa mamlaka yetu. Asante kwa kuwa umetupa ujuzi wa kujua jinsi ya kuja mbele zako, kukuheshimu ukiwa kama baba, kujinyenyekesha kwako ukiwa kama baba. Nasi Baba tumejifunza kuanzia sasa, tutakuja kama kanisa, tutakuja kama familia, tutakuja kama jamii mbele zako tukijinyenyekesha, tubu na kuomba rehema kwa unyenyekevu, Bwana, ili ukapate kutujibu sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen.